Pita. Itakuwa aende shule nini? Amna, tuvute muda na tuendelee kusikilizia tu. Mbona watapita? Mimi nabaki? Ndio unabaki. Usikielewa hapo ni kipi? Niko mbele ya bosi kama ukuta wa chuma, macho yangu wazi, siwezi lala nyuma. Mimi ni bodyguard. Wewe ni mlinzi na jukumu lako ni moja tu, kuweza kufanya kazi yako ya ulinzi. Haijalishi yule unaenda kumlinda atakubali au atakataa, lakini wewe jukumu lako ni kuweza kutekeleza ulinzi tu. Lakini ukifika kule unashangaa yule unaenda kumlinda anakuchinjia kinoma, yani anakunyia shiti, hataki kukusikiliza, hataki kukua nawe muda wote, yani hataki, kwa kifupi uwe mlinzi wake. Lakini wewe unakaza kwa sababu ni majukumu yako, na mwisho wa siku unakuja kupata kitu so amazing kutokana na ulinzi ambao ulifanya kwa yule mtoto. Hii imekaaje? Karibu sana Mtongo Nguvu, hii ni The Link. Hapa tutakuwa tunafanya uchambuzi wa kina zaidi. Bodyguard ndio miongoni mwa series ambayo inafanya vizuri this time around, ikiwa ni episode ya kwanza tu Mtongo chini ya Kipara Brand. Nikwambiaje kwamba hii dude linakuja na moto wa kitofauti zaidi, kwa sababu kila kitu ambacho kinakuja kutokea hapa ni miongoni mwa process ambayo imetengenezwa na Kipara Brand. Sasa investment ambayo imefanywa huko ndani ni ya kitofauti kidogo, ni ya kipekee pia, kwa sababu ukimwangalia Kipara baada ya kuifanya vizuri zaidi kwenye Binti Yangu, this time around yupo na Bodyguard. Na series inahusisha nini? Series inahusisha Kipara kuwa mlinzi, alafu yule mtoto anayemlinda hamkubali kabisa, alafu that time yule mtoto anaingia kwenye matatizo makubwa zaidi ambayo Kipara lazima aweze kutekeleza, na kweli anafanikisha kuyatekeleza. Lakini hapa katikati alipitia mengi kinoma, kutekwa, kupigwa, yani hapa katikati kuna mkanganyiko mkubwa sana. So hii series imekaaje? Nikwambia karibu sana. Hii ni The Link. Hapa tutakuwa tunafanya uchambuzi mbalimbali wa movies, pia tutakuwa tunapiga story kuhusiana na kile kinachoendelea duniani, na pia tutakuwa tunazungumza kuhusiana na storytelling. By the way, kama hujasubscribe basi unapitwa na mengi sana. Mimi ni Dulkana Siko Uji, kijana msimuliaji. Tutakuwa wote kwenye channel ya kupendwa kabisa ya The Link. So cha kufanya nini? Ni kusubscribe ili mradi uweze kusubiri madini. Na leo tupo na Bodyguard episode 1. Tunaenda kuichunguza kwa kina zaidi na kutafakari kile ambacho kinaenda kutokea. Karibu. So movie inaanza kwa kutuonesha mama akiwa pamoja na mtoto wake, na kile ambacho kinaendelea ni kwamba mama anamtafutia bodyguard mpya, alafu mtoto anakuambia mimi sitaki bodyguard mpya, kwani hata niliokuwa nao sasa hivi nao pia siwapendi. Kwa nini tena unaletea bodyguard wapya mama? Anagoma, lakini mama yake anamwambia kwa sababu ya ulinzi wako lazima nikutafutie mabodyguard wapya. Lakini sasa cha kujiuliza ni kwamba kwa nini mama anamtafutia bodyguard mpya aliyekuwa yeye ana bodyguard, na pia kwa nini mtoto mdogo kiasi hiki awe na bodyguard? Ndio akishua, lakini kwa nini uwe na bodyguard? Kwa maana ulinzi wako unakuwa mkubwa kiasi hiko. Alafu kuna bosi huko anasema kwamba lazima mtoto aweze kukamatwa kwa namna yoyote ile. So kuna pointi kuu mbili hapa. Pointi ya kwanza, mtoto anawindwa na majambazi, na ndio maana mama anamtafutia mabodyguard. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba ni kwa nini mtoto anawindwa na majambazi kila siku? Kwa nini? Yani kuna nini ambacho kimetokea hapa katikati ambacho kimesababisha hadi mtoto kuanza kuwindwa na mabodyguard? Hapo mbele tutaenda kuelewa vizuri zaidi. Ndio maana nikakwambia Bodyguard ni miongoni mwa bonge moja la tambara kali zaidi kwa hapa Tanzania. Hebu twende tuone. Licha ya mtoto kukataa, lakini Bodyguard advertise kwanza anashuka na helicopter, mzee wangu. Yani ujue kwamba katolewa mbali kweli kweli ili aje atekeleze kazi yake. Baada ya kushuka, guess what? Hakutaka mambo mengi. Moja kwa moja akasema kwamba nipeleke kwenye kazi yangu ambayo nataka nikaifanye, kwa sababu tuko nje ya muda sana. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Wakati mtoto anataka kwenda shuleni, anakutana na bodyguard mpya. Bodyguard anamkataza, usipande gari ya mbele, panda gari ya nyuma. Dogo anashangaa. Wewe kama nani yani unaniambia mimi nisipande gari ya mbele, nipande gari ya nyuma? Dogo anaendelea kubisha. Baada ya muda kadhaa mama yake anatoka anamwambia huyo ndo bodyguard wako mpya. Dogo ana mind kinoma, kwa sababu siku ya jana alimwambia kabisa mama yake mimi sihitaji bodyguard mpya, hata hao niliokuwa nao sasa hivi siwapendi pia. Lakini mama ameshafanya maamuzi.
Huyu Makonde ambaye yuko na huyu dogo ambaye anaitwa Jeni akaambiwa, Makonde akamwambia dogo, we kubali tu kwa sababu jamaa anapenda sana sifa. Tunajua tena wa Makonde. So demo akakubali, dogo akakubali kuingia kwenye ile gari ya pili. Safari ikaanza kwenda shule. So baada ya bodyguard jina lake ambaye ni Frank akakaa kuzungumza na bosi wake ambaye ni mama yake na Jeni, basi moja kwa moja wakati wakiwa wanazungumza na akimwambia kwamba amlinde sana mtoto wake, ghafla binvu simu inaita, anapigiwa, anaambiwa tayari gari ambayo alikuwa amepanda binti yako imetekwa. Imagine, gari imetekwa. Halafu muda huo huyo Uncle Frank alimkataza kabisa binti, usipande gari ya mbele, panda gari ya nyuma. Ile gari ya nyuma aliyopanda ndio imetekwa. Ungekuwa bosi ungemuelewa, lakini kumbe hapa katikati kulikuwa na scenario tofauti iliyotengenezwa. Baada ya kumwambia kwamba demo apande, dogo apande ile gari ya nyuma, basi Uncle Frank ile gari pia ambayo ilikuwa pale mbele akamwambia, tembeeni na piteni ile njia ambayo mnapita kila siku, alafu hii gari itawafuata nyuma baada ya muda mfupi. Kweli bwana, washikaji walifanya walivyofanya, kwenda mbele kule wakakuta wale majambazi ambao walitaka kuwateka. So kufika kule wanakagua, anakuta dogo hayupo, dogo Jeni hayupo, alafu gari ya nyuma ndio ambayo ilikuwa inambeba moja kwa moja ikafikisha shuleni. So siku ya kwanza unakanyaga kwenye majukumu yako ya kwanza, na hapo majukumu yanaanza rasmi, hakuna kupoteza muda. Huyu Uncle Frank bado tutampenda tu, ni bodyguard wa maana kweli kweli. Baada ya hapo majambazi wanarudi kwa bosi wao, wanamuelekeza kila kitu, wanamwambia bana bosi, kitu ulichotutuma tumkamate yule binti hatujamkuta. Bosi anashangaa, kivipi hujamkuta? Kati gari anaenda nayo shuleni ndio ile kila siku. Hata majambazi nao wanashangaa, wanasema si wenyewe hatuelewi, yani tumejikuta tunakagua pale nakuta madereva tuna bodyguard wake, lakini mtoto hayupo, kasepa mbali. So bosi akasema okay, isiwe mambo mengi, kazi ndo imeanza, na wapa nafasi ya kuweza kufanya kwa ubora zaidi kuliko mlivyofanya mwanzo. Wakakubali, wakasema ndio tutafanya kwa ubora. Swali linakuja, wakati wa Uncle Frank yuko wapi hadi aweze kufanikisha kumteka huyo mtoto? Mambo ni mengi sana huko mbele, lakini tutaweza kufahamu kila kitu. Yani battle linaloendelea kati ya hao majambazi pamoja na Uncle Frank ni battle moja kali sana tena sana. So endelea kufuatilia sana hii episode. Hii episode ni balaa kinoma. Hii ni The Link, YouTube channel yetu ya The Link. Kama ni mara kwa kwanza kutazama channel yetu, sasa mama anaendelea kumfariji sana binti yake ambaye ni Jeni na kumwelekeza kila kitu na kumwambia kwamba utakuja kukaa sawa. Lakini cha ajabu dogo anauliza maswali mengi sana. Mama, kwa nini mimi natafutwa na watu hiki? Mama, au kuna mtu anakudai? Mama, yani dogo akatengeneza scenario ambazo hazipo kabisa, ili mradi tu ajue ukweli kwamba kinachoendelea kati yake pamoja na hao majambazi ni nini. Lakini mama mtu anamwambia, usijali mwanangu, kila kitu kiko sawa. Sio kwamba kila ambaye anakutafuta eti ana deni na wewe ama ana bifu na wewe, lakini wengine wanakutafutaga for no reason. Mgoje kwanza nitulie. For no reason kivipi? Yani mtu atanzaje kutafuta bila sababu? Nyuma ya huu mchezo kuna kitu kikubwa sana, na hapo mbele tutaenda kufahamu, kwa sababu bodyguard siko live na sitakuletea uchambuzi wa kina zaidi. Hapo mbele lazima tutafahamu kwa kile kitu ambacho kinaendelea. Kwa nini mtoto ana windo na majambazi? Inakuwaje? Mama hataki kumueleza ukweli binti yake ambaye ni Jeni. Mambo ni ya moto kweli kweli. So next day moja kwa moja Uncle Frank anampeleka dogo Jeni mpaka darasani, na wakati ambapo anafika darasani anakutana na Madam Sara. Imagine Madam Sara katulia kweli kweli na amepoa, na ni shule fulani hivi ya kishua. So kitu ambacho kimenifurahisha zaidi kwenye hiki kipande ni namna Uncle Frank alivyoweza kuweka bato na Madam Sara. Yani nilijua kabisa Uncle Frank afahamu Kiingereza, lakini alichokuja kukifanya alini surprise kinoma. Hemu sikiliza hapa. Good morning, madam. Morning, Jenny. Excuse me? Who are you? I'm Jenny's bodyguard. Oh. Jenny's bodyguard. So, why are you here in the classroom? I'm here for her safety. Dogo anaanza kwa kusema good morning madam. Madam Sara anaitikia pia morning Jenny, how are you? Sasa kimbembe kinakuja kwa Uncle Frank, anataka aingie naye pia darasani. So madam anamuuliza wewe ni nani kwa Kiingereza, lakini hapo who are you? Excuse me, who are you? Samahani, wewe ni nani? Sasa Uncle Frank nikajua ni mnyonge sana, anachokijibu anakuambia
Jenny's bodyguard, kwa maana mimi ni bodyguard wake na Jenny. So madam akamletea ngenge pale ya kutosha, akamwambia samahani sana, shule yetu sisi ina uongozi wa kutosha, ulinzi wa kutosha, so inabidi tukae nje ya darasa. Kitu ambacho nilipenda zaidi kwenye hii scene ni namna ambavyo uncle aliweza kumjibu moja kwa moja madam Jenny, kumbe anajiweza, sio poa kinoma yani. So baada ya yote kutokea, darasa limeisha, ni muda rasmi wa Jenny kuweza kurejea nyumbani kwao. Anakutana na Madam Sarah, anamuuliza Jenny, hadi muda huu ulikuwa unafanya nini? Jenny anamwambia kuna kazi nilikuwa namalizia, ndio maana nimechelewa sana kuweza kuhitimisha kitu ambacho nilikuwa nataka kukifanya. Lakini Jenny akamwambia madam, kama utojali basi nikupe lift. So unajua tena Jenny ni mtoto akishua. So madam akasema okay, kila kitu kiko sawa, hakuna tapeli yoyote yule. So wakati anataka kuingia gari, Uncle Frank anamwambia stop, tulia kwanza. Wewe nilijitambulisha asubuhi kaniletea nganganganga, na mimi lazima nikuletee nganganganga. Ndio ile unaambiwa tambo pande zako pande zangu hautambi. Kila mtu anachukua pointi 3 kwa wakati wake. Madam darasani alimwoshia kwa kuongea Kiingereza, mshikaji anamwoshia kwa kumkagua. Kila mtu adili na professional yake. Sasa wewe ndugu yangu, wewe umesomea nini ambacho utaweza kumtisha mtu au kumwambia kwamba bana hiki kitu fulani usifanye, mimi nitakufanya hivi? Una cheo gani ndugu yangu? Tafuta cheo mzee, usikae hivyo. So Uncle Frank moja kwa moja akamwambia Madam Sarah aweze kumkagua, akafungua pochi yake, akamwambia rotate, na kweli akarotate, no way out. Lakini Jenny alimind kinoma na kile kitu ambacho aliweza kukifanya Uncle Frank. Baada ya pale basi alipata rifti na aliweza kufikishwa hadi pale alikokuwa anataka kwenda. Lakini dogo alivyorudi nyumbani alimind kinoma na kumwambia mama yake kwamba hataki tena kuwa na bodyguard kama Uncle Frank, kwa sababu anamharibia mambo yake mengi zaidi. So mama akampoza na akamtuliza, akamwambia tulia binti yangu, kila kitu kitakaa sawa. Na nadhani dogo anaelewa sasa. Yaani dogo kitu ambacho kinamharibia zaidi, anajeuri na hataki kusikiliza watu ambao tayari wameshamzidi. Kiburi hiki kitamponza sana. Lakini kwa Uncle Frank, mbona atanyoka tu mzee wangu? Mimi nakwambia lazima atanyoka, na mwisho wa siku lazima atamkubali tu. Najua huko mbele atakutana na changamoto nyingi sana, na mtu ambaye anamuokoa ni Uncle Frank peke yake. So siku nyingine tena, next day, siku ya kwenda shuleni. Lakini dogo cha ajabu amechelewa kuamka, na alivyoenda kuamsha na mama yake anakataa kabisa kwenda shuleni. Kwa nini anakataa kwenda shuleni? Kwa sababu tu hataki kupelekwa na Uncle Frank, yanataka apelekwe na Makonde. Rafiki wa karibu zaidi wa Jenny ni Makonde peke yake, ambaye huyu Makonde ni dereva ambaye anampelekaga Jenny shuleni. Sasa wanapatana kinoma. So akapanga mkakati kwamba wamuondoe Uncle Frank kwenye hiyo kazi ambayo anaifanya sasa hivi. Jenny akakubali, akasema kila kitu kitakaa sawa, niachie mimi. So kisha asubuhi anamwambia kabisa mama yake, mimi siwezi kwenda shuleni na Uncle Frank, napelekwa na Makonde peke yake. Mama anamwambia usalama wako ndio muhimu zaidi kuliko hicho unachosema. Jenny anasema hata Makonde anaweza kunilinda, yeye mbona ni mkubwa kuliko mimi. Dogo alikuwa anachukulia mambo easy sana, lakini mwisho wa siku atakuja kujutia. Kitu ambacho kinatokea muda huo, anaendelea kubishana ndani. Majambazi waliokosa siku ile wako nje ya nyumba yao. Imagine unaambiwa nganganga, kitu kinachoenda kutokea ni kipi? Alafu that time tayari mama ametoa order kwamba Uncle Frank asiongozane moja kwa moja na Jenny kwenda shuleni pamoja na Makonde, na nje majambazi wapo tayari. Sasa Makonde huyu atafanya kitu kweli? Lakini muda huo Jenny anamwambia kabisa Uncle Frank kwamba hujaelewa nini hapo, wewe huwezi kwenda na mimi shuleni. Dogo ana nyodo kinoma, na namna alivyomjibu hata kama ingekuwa wewe bana, kazi ya ulinzi ni ngumu. Lakini Uncle Frank ana noma sana, akakubali. Sasa ni kipi ambacho kitatokea? Uncle Frank atakubali kwa muda huo, lakini vipi atawafuatilia kimya kimya ama itakuwaje? Kwa maana nje tayari mabodyguard wapo, walinzi wapo tayari, wanaenda kumkamata. Sasa wakimkamata itakuwaje tena kuja kumpata? Na sababu kubwa ya huyu dogo kukamatwa ni nini? Nyuma ya pazia imejificha. Tuko nayo kwenye episode ya pili, episode 2 ya Bodyguard. Milo namaliza kama hivyo. Niandike kupitia comment section hapo mzee wangu, ungekuwa unaweza kufanya kazi kwa huyo dogo, ungeweza kumiliki huu mziki? Maana dogo anampelekesha kweli kweli mfanyakazi wake, dogo anampelekesha kweli kweli bodyguard wake. Imagine ungeweza kuvumilia makashikashi haya? Dogo anakunyia shiti, anakufanyia dharau.
mimi nisingeweza mzee wangu. Niandikie kupitia comment section hapo unaionaje hili dude la Bodyguard. Lakini nilikwambia kama hujasubscribe basi vitu vingi sana vinakopita, kwa sababu hapa tutakuwa tunafanya uchambuzi wa movies pamoja na stories zingine za ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nikwambiaje, masimulizi, storytelling hapa ndo nyumbani. So waalike wenzako, waambie wenzako, share link sana ili mradi tuwe kwa wengi hapa ili tuweze kudiscuss kwa pamoja kufahamu hiki ambacho kinaendelea. So sina la ziada kwa sasa. I am Dukana, siko uji kijana msimuliaji. Good time, good moment, enjoy.